Mungu uliye hai, katika jina la Yesu Kristo, tazame mtoto wako huyu ambaye yuko mbele yako sasa. Inawezekana kuna vita anaipitia, na wakati mwingine ile vita ambayo anaipitia imemtengenezea mazingira magumu, na ndani ya moyo wake wakati mwingine anatamani kujipigania mwenyewe kwa nguvu zake. Lakini muonyeshe jioni ya leo ya kwamba hawezi kujipigania mwenyewe, hawezi kujitetea mwenyewe isipokuwa wewe, isipokuwa nguvu zako Mungu. Hawezi kujisaidia yeye mwenyewe. Bwana anahitaji nguvu zako jioni ya leo, anahitaji neema yako Bwana ishuke katika maisha yake. Tazame mama huyu ambaye anapita kwenye vita ya maneno, na anatamani kujibu zile hoja ambazo anazisikia, yale maneno ambayo wanasema anatamani kuyajibu. Lakini muonyeshe kama ambavyo ulivyomwonyesha Ayubu. Wewe Mungu ulimwambia Ayubu ya kwamba nyamaza kimya ya Ayubu, usijibu, mimi nitasema. Ayubu usizungumze. Ni kweli unasikia maneno mengi, lakini Ayubu nyamaza kimya, mimi nitasema. Jioni ya leo Bwana, kuna mtu ananyamaza kimya katikati ya vita anayoipitia. Kuna mtu anakukabidhi vita yake, kuna mtu anakukabidhi mapito yake, kuna mtu anakukabidhi njia yake Bwana. Kuna mtu anakukabidhi mahali ambapo anapita ni mahali pagumu, ni mahali patabu, palipomtesa miaka na miaka, na akawa anaishi kwa machozi, na akawa anaishi kwa maumivu, na akawa anaishi kwa mateso Bwana. Lakini jioni ya leo amekubali ya kwamba hatopigana tena kwa nguvu zake, hatojisaidia tena, hatohangaika tena. Anakubali kukimbilia madhabahu yako kama ambavyo ana baba alivyokimbilia madhabahu yako. Na alipofika kwenye madhabahu yako, Mungu ukamkumbuka, Mungu ukamsikia, kwa sababu alikimbilia madhabahu yako. Wote tuko mahali hapa Baba, tumeikimbilia madhabahu ya mahali hapa Bwana. Tutue mizigo yetu jioni ya leo, tuwa shida zetu Baba. Tazama mahangaiko yetu Bwana, tusaidie Mungu. Hatuna mahali pengine, hatuna sehemu nyingine ya kwenda Bwana. Tusaidie Bwana jioni ya leo. Tungeweza kwenda mahali pengine, lakini hatuna mahali pa kwenda Bwana. Wako ambao waliotuacha kwa sababu ya shida zetu, wako ambao waliotutupa kwa sababu ya mapito yetu, wako ambao walitukimbia Baba kwa sababu ya dhiki zetu. Lakini Mungu haujatuacha, haujatuacha Baba. Hata pale tulipoachwa Bwana, Mungu uliendelea kuwa pamoja nasi, uliendelea kuwa pamoja nasi Bwana. Na ndio maana jioni ya leo tumeingia mahali hapa, maana tuna historia ya kwamba pamoja na yote ambayo yametupata, lakini Mungu haujatuacha Bwana. Tumepita kwenye magumu mengi, tumepita kwenye shida nyingi Bwana. Wengine tungeangamia hapo kwenye hizo shida, tungeangamia hapo kwenye hayo mabonde Bwana. Kwenye hilo pito Baba lingetuangamiza, tungekufa kwenye hilo pito Bwana. Hiyo vita ingetuangamiza Baba. Wana Israeli wanasema maneno haya kwa shukrani na uchungu moyoni mwao, wakiwa na furaha kwa kile ambacho umetenda. Wanasema kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi, Israeli na aseme sasa. Wanadamu walipotushambulia kwa hasira zao na ghadhabu zao Bwana, wangalitumeza tukiwa hai. Hasira yao ilipoibuka juu yetu, lakini ahimidiwe Bwana asiyatutoa mawindo kwa mitego yao Bwana. Ni kweli tulitegwa, lakini Bwana ukatusaidia. Walitutega wakajua kwamba tungekufa hapo, wakajua kwamba ndio mwisho wetu hapo Baba, lakini katikati ya mwisho ukatangaza mwanzo. Mama huyu angekufa kama sio wewe, binti huyo Baba angekufa kama sio wewe, kijana huyu Baba angepotea kama sio wewe Bwana. Tukitazama maisha yetu, kama sio nguvu yako ya msalaba Yesu, sisi tungalikuwa wapi?
tungalikuwa wapi Bwana? Tungalikuwa wapi Baba kwa vita ambazo tumezipitia Baba, kwa magumu ambayo tumekutana nayo, kwa dhoruba ambazo Baba tumekutana nazo, zingine zilikuwa kali Bwana, tungalikufa hapo, tungalipotea Bwana, tungalipotea Baba katikati ya hizo vita. Asante Roho Mtakatifu, asante Yesu ambaye umetusaidia, asante Yesu ambaye umetukumbatia, asante Yesu ambaye unafuta machozi yetu Bwana. Futa machozi ya mama huyu jioni ya leo, futa machozi ya kijana huyu jioni ya leo, futa machozi ya mtu huyu jioni ya leo Baba. Kama sio wewe ningekuwa wapi mimi? Kama sio wewe ningekuwa wapi mimi? Umejawa na rehema na neema tele, umejawa na neema na rehema tele. Kama sio wewe ningekuwa wapi mimi? Kama sio wewe ningekuwa wapi mimi? Umejawa na rehema na rehema tele, umejawa na rehema na neema tele. Kama sio wewe ningekuwa wapi mimi? Kama sio wewe ningekuwa wapi mimi? Umejawa na rehema na neema tele, umejawa na rehema na neema tele. Ni kweli Baba, kama sio wewe sisi tungekuwa wapi? Umetusaidia, umetushika Bwana, umetutetea, nguvu zako zimetusaidia. Hata sasa Bwana ni Ebeneza katika maisha yetu. Hata sasa Bwana umetupigania, hata sasa Bwana umetutetea. Tunaomba nguvu zako ziendelee kutembea pamoja nasi, nguvu zako Bwana ziendelee kutusaidia, na ukatulinde na kila ila za mwovu adui shetani, katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, na kila mmoja aseme amen. Naweza kukaa katika utukufu wa Mungu. Kwa sababu leo tunahitimisha somo hili, nitazungumza kwa dakika chache, lakini tunayo sehemu ya pili ya maombi ambayo tutayaomba mahali hapa baada ya kuzungumza mambo machache yafuatayo. Nikukumbushe, tunajifunza somo lenye kichwa kinachosema yatazame mabaya katika sura ya baraka. Na wakati ninaanza nilikwambia wiki hii tutakuwa tunajifunza somo ambalo linatutaka sisi kuyatazama mabaya tunayokutana nayo. Nikakwambia mabaya kwa maana ya matatizo, mabaya kwa maana ya vita, mabaya kwa maana ya magumu, kwa maana ya mapito. Kuyatazama haya mabaya katika sura ya baraka, kuitazama vita katika sura ya ushindi, kutazama magumu katika sura ya urahisi. Na tukaona kwa nini tutazame mabaya katika sura ya baraka. Siku ya kwanza nilikwambia jambo la kwanza, kuna magumu mengine yamebeba
kusudi la Mungu ndani ya yale magumu. Unaweza ukawa unapita mahali pagumu, mahali ambapo unakutana na vita, unakutana na mabonde, kumbe Mungu katikati ya yale mabonde, katikati ya ile vita, kuna kusudi la Mungu. Kwa lugha nyingine, ndani yake hicho unachokipitia kimebeba utukufu wa Mungu. Na tukaona kwenye Injili ya Yohana sura ya 11 kuanzia mstari wa kwanza, ugonjwa ambao Lazaro aliyoupata ulikuwa umebeba kusudi la Mungu ndani yake. Na hata Lazaro alipokufa, Yesu alienda akamfufua Lazaro. Iliandikwa hivyo, Lazaro ayapitie hayo ili kuna kitu kiweze kutengenezwa katika maisha yake. Lakini siku ya pili nikakwambia kwa nini utazame mabaya katika sura ya baraka. Nikakwambia wakati mwingine mabaya ni njia inayokupeleka katika Kanani yako. Mabaya ni njia ambayo Mungu anaweza akaitumia kukufikisha wewe katika kesho yako. Lakini siku ya tatu tukaona kwa nini utazame mabaya katika sura ya baraka. Nikakwambia kwamba ndani ya mabaya huwa kuna kuaga na fursa. Mabaya mengine yamebeba fursa, mabaya mengine yamebeba kitu fulani ambacho kitakusaidia katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Na sitarudia sana vitu ambavyo nimesema huko nyuma kwa sababu muda wetu umeenda. Nitazungumza kitu ambacho leo ninatamani uweze kukipokea, na hapo tutaingia moja kwa moja kwenye maombi. Jambo la mwisho, kwa nini utazame mabaya katika sura ya baraka? Kwa wale ambao wanaandika, basi unaweza ukaandika ya kwamba kwenye zile pointi ambazo tulikuwa tunatembea nazo, kwa nini utazame mabaya katika sura ya baraka. Wakati mwingine Mungu anapoleta mabaya kwako, yanakuwa kama daraja la kuiunganisha njia uliyokuwepo leo na njia ya kufikia mafanikio yako. Ukiona mahali pamejengwa daraja, ujue hapo katikati kulikuwa na shida. Kwa hiyo huyu mtu au hawa watu wa eneo hilo wasingeweza kupita kwenye njia hiyo moja kwa moja. Palihitajika daraja la kuweza kuwavusha kutoka eneo hili kwenda eneo lingine. Watu wengi wakipitia majaribu, wakipitia vita, wakikutana na mabaya, wanaweza wakakata tamaa, wanaweza wakazungumza maneno mengi mbele za Mungu. Lakini kuna wakati mwingine Mungu anayaruhusu mabaya katika maisha yako kama daraja la kukuingiza wewe katika mafanikio yako, au kama daraja ambalo litakuvusha wewe kutoka katika hatua moja kwenda katika hatua nyingine. Kuna hatua unatamani kuifikia, kuna hatua Mungu amekuandikia. Hautaifikia hiyo hatua kama haujapita kwenye mabaya fulani, kama haujapita kwenye vita fulani, kama haujapita kwenye mabonde fulani, kama haujapita kwenye mapito fulani. Kuna wakati unahitajika wewe kupita katika pito fulani ili uweze kufika katika ndoto zako. Yusufu alihitajika kuweza kuchukiwa na ndugu zake kwanza. Jambo la pili, Yusufu alihitajika kuuzwa. Jambo la tatu, Yusufu alihitajika kusingiziwa kesi ya ubakaji ili aweze kuingia kule gerezani. Na akiwa gerezani, Mungu ndipo alipomfikisha Yusufu katika ndoto ambayo Mungu aliweka katika maisha ya Yusufu. Kama Yusufu asingechukiwa na ndugu zake, maana yake Yusufu asingeuzwa. Na kama Yusufu asingeuzwa, asingesingiziwa kesi ya ubakaji. Na kama Yusufu asingesingiziwa kesi ya ubakaji, asingeingia gerezani. Na kama Yusufu asingeingia gerezani, Farao asingemtambua Yusufu. Kuna vitu vitakuumiza sana, kuna vitu vitakujeruhi sana, kuna vitu vitaachilia hofu ndani ya moyo wako, kuna vitu vitaleta mfadhaiko kwenye moyo wako. Lakini nataka nikuthibitishie kuna vitu vingine Mungu anaviachilia kama daraja. Unapita kwenye pito fulani, kumbe lile pito wakati unalitazama kama pito, Mungu analitazama kama daraja. Na nataka nikwambie, ukishinda kwenye hilo pito utaona mafanikio yako. Ukishinda kwenye hilo pito utaona kesho yako. Ukishinda kwenye hilo pito
utaona mahali ambapo Mungu amekuandikia ukifika katika jina la Yesu Kristo. Wana wa Israeli lazima walitakiwa wapite kwenye bahari ya Shamu, wakutane na bahari ya Shamu, maana ndani ya ile bahari ya Shamu kulikuwa na njia. Kuna watu lazima wakutane na mapito, maana ndani ya yale mapito kuna njia. Kuna watu lazima wakutane na dhoruba, maana ndani ya zile dhoruba kuna njia. Kuna watu lazima wakutane na magumu, maana ndani ya yale magumu kuna njia. Acha nitangaze jioni ya leo kwa neno la Bwana. Haijalishi unapita mahali pagumu, haijalishi unapita kwenye mabonde, haijalishi unapita kwenye milima, haijalishi unapita kwenye kipindi cha matatizo na moyo wako unahuzunika, lakini jioni ya leo litazame lile unaolipitia kama daraja la kukufikisha kwenye kesho yako. Haijalishi linakuumiza, lakini badilisha mtazamo. Ona kile unachokipitia kama daraja la kufika kwenye njia ya mafanikio yako. Unapita hapo kweli unaumia, lakini kuna kesho ya amani, kuna kesho ya ushindi. Yusufu wakati anauzwa, pengine alijiuliza maswali mengi. Kwa nini wananiuza? Yusufu wakati anaingizwa gerezani alijiuliza maswali mengi, lakini Yusufu wakati Mungu amemkumbuka akiwa gerezani na akapata nafasi ya kukutana na Farao, na alipo fasiri zile ndoto za Farao na Farao akampa cheo, Yusufu alimuelewa Bwana. Kuna saa utamuelewa Bwana kwenye maisha yako. Kuna saa utaamini kile ambacho Mungu alisema na wewe. Haijalishi leo unapita mahali pagumu, lakini iko muda ambao utamuelewa Bwana. Iko saa ambayo utamuelewa Bwana. Nami acha nitangaze majira haya mahali hapa. Yawezekana leo ikawa ni saa ya mtu mmoja kumuelewa Bwana. Ikawa ni saa ya mtu mmoja Bwana kumkumbuka. Ikawa ni saa ya mtu mmoja Bwana kumuinua. Ikawa ni saa ya mtu mmoja Bwana kumvusha pale anapopita. Ninarudia tena. Ukaona watu wametengeneza daraja, panahitajika huyo mtu avuke kutoka eneo moja kwenda eneo lingine. Njia ikiwa mbovu, watu wanajenga daraja ili ile njia iwe nzuri. Mungu akiachilia magumu kwako kama daraja, maana yake anakutengeneza, anakuweka sawa, anakufanya uwe imara, anakufanya uwe bora. Ndio maana kuna mtu anaweza kapita kwenye jaribu fulani leo hii, akichomoka kwenye hilo jaribu amekuwa bora kuliko vile alivyokuwa. Kuna mtu akipita kwenye pito leo, akichomoka kwenye lile pito anakuwa bora kuliko vile ambavyo alivyokuwa. Kuna mtu akipita kwenye vita leo, akishinda ile vita anakuwa bora kuliko alivyokuwa. Acha nitangaze jioni ya leo, haijalishi watu wanakutazamaje kwenye hilo pito, lakini waambie nikichomoka kwenye hili pito hamtaniona hivi nilivyo. Maana Biblia inasema ya kwamba dhahabu lazima ipite kwenye moto ili ing'ae. Wanapokuona unapita leo, acha waseme maneno mengi, acha wazungumze maneno mengi juu ya vita unayopitia, lakini waambie nikichomoka kwenye hii vita sitabaki kama nilivyo. Mimi nikitoka kwenye hii pito, ili pito nikitoka hapa hamtaniona kama nilivyo. Mtaniona nikiwa mpya, na nguvu mpya, na uwezo mpya, na mtazamo mpya. Hata kama jaribu lilinichakaza, lakini mtaniona niking'aa tena, nikipendeza tena, nikiwa na amani tena, nikiwa na furaha tena, nikiwa na nguvu tena. Nami najisikia kuhubiri jioni ya leo. Bwana akupe nguvu, Bwana akupe amani, Bwana akung'aze, Bwana iachilie nuru kwenye maisha yako. Haijalishi wanakusema leo, lakini najua kuna siku utang'aa kama dhahabu katika jina la Yesu. Leo nataka urelax na umwamini Mungu. Yaani nataka urelax, umwamini Mungu ya kwamba anaweza kufanya katika maisha. Haijalishi watu wamesema nini kwa kile unachokipitia, lakini kione kama daraja. Ukiona kama daraja utakuwa na amani. Haijalishi mbele kuna nini, lakini mimi naona kama daraja. Haijalishi vita ni kali, kwangu naona kama daraja. Haijalishi maadui ni wengi, kwangu naona kama daraja. Na hapo nitapita, nitavuka, adui apende asipende. Maadamu ninamtumikia Bwana, katika hiyo vita mimi nitashinda. Katika hilo bonde mimi nitapita salama. Ninampenda Daudi ambaye anakiri maneno yanasema, naam,
nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya. Acha niwatangazie mahali hapa watu wa Mji Mwema, mimi sitaogopa mabaya. Katikati ya mapito sitaogopa mabaya. Katikati ya vita sitaogopa mabaya. Katikati ya magumu sitaogopa mabaya. Maana ninaye Mungu aliye hai. Yeye aliyenishika kwa mkono wake. Anasema, mwanangu, nipo pamoja nawe. Si unajua ya kwamba nilisema kwenye neno langu ya kwamba mimi siwezi kuacha mpaka ukamilifu wa dahari. Nitatembea pamoja nawe mwanangu, asubuhi, mchana nitakuwa pamoja nawe, jioni nitakuwa pamoja nawe. Usiku ukiwa umelala, nitawaagiza malaika wakiwa na kuzunguka na watakulinda mahali hapo. Wachawi wakija watapigwa na Bwana, waganga wakija watapigwa na Bwana, mapepo yakija yatapigwa na Bwana. Tunaye Bwana mwenye nguvu, tunaye Bwana mwenye uweza, tunaye Bwana anayetushindia, asiyetuacha, anayetutetea katikati ya mazingira magumu. Bwana anatengeneza njia na tunapita hapo. Kuna siku utakuja kuimba wimbo wa Mariam. Ninakutangazia kuna siku utakuja kuimba wimbo wa Mariam. Mariam anaimba wimbo, anasema, moyo wangu wamuadhimisha Bwana. Kuna siku moyo wako utamuadhimisha Bwana kwa hicho ambacho Mungu atakachokufanyia. Kuna siku moyo wako Bwana atauadhimisha, moyo wako utamuadhimisha Bwana. Kuna siku moja tu moyo wako utasema, Baba, ninakushukuru kwa lile pito, maana ulilileta kwangu kwa sababu maalum. Kupitia lile pito nikapandishwa cheo katika jina la Yesu. Kupitia lile pito nikafungua biashara. Ni kweli walinifukuza kazi, ili niuma sana. Nilipotazama lile pito kama daraja, nikafanikiwa kwenye maisha yangu, nikaanzisha biashara. Leo mimi ni mkurugenzi wa kampuni kwa sababu ya pito ambao nililipitia. Kuna mtu mmoja mahali hapa, Bwana atamkumbuka, Bwana atamuinua. Haijalishi anapita mahali gani, lakini nguvu za Bwana zitamtetea. Wakati unajiona umepoteza, Mungu anakuona kwamba ndio unakusanya vitu vingi katika maisha yako. Wakati wewe unajiona kwamba ndio mwisho, Mungu anafikiria kuanzisha kitu kingine kwenye maisha yako. Acha nikwambie, nilikwambia hili somo tunalenga kitu kimoja. Umesikia huko watu wanasema maji yakimwagika yazoleki, lakini kwa Mungu maji yakimwagika yanazolekaga. Wakati wengine wanasema bahati haiji mara mbili, kwa Mungu ukisimama vizuri na Mungu, bahati inaweza kuja hata zaidi ya mara 6, kwa sababu imeandikwa mwenye haki wa Mungu anaweza kuanguka hata mara 7 na akasimama tena. Wewe umeanguka mara ngapi? Umekata tamaa? Jioni ya leo simama pale ulipo, simama pale ulipo kwa jina la Yesu. Simama pale ulipo kwa jina la Yesu. Haijalishi ni mangapi yamekufanya uanguka chini, bado iko neema. Na miacha nitangaze jioni ya leo, kuna neema ya Bwana mahali hapa, kuna neema ya Bwana mahali hapa. Kuna mtu mmoja Bwana atamsimamisha tena, Bwana atamsimamisha tena katika jina la Yesu. Simama tuimbe ule wimbo ambao tulikuwa tunaimba. Ukijisikia kuja mbele kuomba, njoo. Leo tunahitimisha somo hili. Ukijisikia kuomba kwa namna yoyote, omba, kwa sababu wewe ndiye unayejua unapita wapi. Usipigane vitani ya Bwana, ukipigana na tulia, ukitulia na pigana. Usipigane vitani ya Bwana, ukipigana na tulia, ukitulia na pigana. Usipigane, usipigane vitani ya Bwana, ukipigana na tulia, ukitulia na pigana. Usipigane, usipigane vitani ya Bwana, ukipigana mimi, ukipigana na tulia, ukitulia na pigana. Fungua kinywa chako na mwambie Bwana ya kwamba kuonyeshe hilo unaolipitia
kama daraja la kufika kwenye hatua ya mafanikio kwenye maisha yako. Bwana kuonyesha hiko unachokipitia ni daraja la kuunganisha njia moja unayotoka leo kuelekea njia ya mafanikio yako. Mungu uliye hai, katika jina la Yesu Kristo, tumelisikia neno lako kwa wiki nzima mahali hapa Bwana, na umetuambia kwamba tuyatazame mabaya katika sura ya baraka. Kuna mtu yuko mahali hapa amekata tamaa. Kuna mtu yuko mahali hapa Baba amechoka. Kuna mtu yuko mahali hapa Baba amerudi nyuma kwa sababu kuna kitu anakipitia Bwana. Lakini jioni ya leo nataka ubadilishe macho yake, namna ya kutazama Bwana. Macho yake yatazame baraka katikati ya mabaya. Macho yake yatazame ushindi katikati ya vita. Macho yake Bwana yatazame kuendelea katikati ya vikwazo Bwana. Na muonyeshe kwamba umeshuka kumpigania, umeshuka kumtetea, umeshuka kumsaidia Bwana. Nguvu zako ziko mahali hapa Bwana, na uweza wako Bwana, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Jioni ya leo Bwana, tuko mbele zako Mungu. Kuna majira yalifika tulipigana sana, lakini majira yamefika ya kunyamaza kimya. Wewe Mungu, wewe mtetezi wetu, wewe Mungu, wewe msaada wetu. Majira yamefika ya kukutaka wewe na nguvu zako. Majira yamefika ya kutaka msaada wako, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu Bwana, Mungu uliye hai, Mungu uliye hai, tunahitaji msaada wako, tunahitaji msaada wako Bwana. Tutetee Bwana kama ulivyomtetea Daudi, tutetee Bwana kama ulivyomtetea Yusufu, kwa jina la Yesu Kristo. Tukizitazama vita, ni kweli hatuwezi kupambana, ni kweli hatuwezi chochote, lakini uko msaada wako. Uko Bwana ambaye ulimpiga Goliati kabla ya jiwe kufika. Wewe Bwana ulishampiga. Mungu uliye hai, mara nyingi Bwana tumekuwa tukipambana wenyewe, tumekuwa tukipambana wenyewe. Jioni ya leo Bwana, pambana Bwana Yesu, pigana na maadui zetu, pigana na magonjwa, pigana na shida, pigana Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu, mpiganie mama huyu Bwana, kwa damu ya Yesu. Mpiganie kaka huyu Bwana, mpiganie kijana huyu Bwana. Mtetee jioni ya leo, ukamtoe mahali hapo, ukamtoe mahali hapo Bwana, ukamtoe mahali hapo Bwana, ukamsaidie katika jina la Yesu Kristo. Na huyu ambaye anapita mahali pagumu, muonyeshe ya kwamba hilo ni daraja tu, asikate tamaa, asirudi nyuma, asivunjike moyo, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Yesu utawale karibu, Yesu utawale. Weka mkono wako kwenye moyo wako. Nguvu ya Mungu inapita. Weka mkono wako kwenye moyo wako. Ndio, nguvu ya Mungu inapita pale ulipo. Nguvu ya Mungu inapita pale ulipo. Bwana atawale moyo wako katika jina la Yesu. Hiyo huzuni ikuachie sasa. Hayo maumivu ya kuachie sasa. Mungu anakupenda, Mungu hajakuacha. Ni kweli unapita mahali pagumu, Mungu bado yupo pamoja nawe. Mungu hawezi kukuacha. Mungu hawezi kukuacha. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninaachilia nguvu hii Bwana. Ninaachilia nguvu hii Bwana, kwa damu ya Yesu. Ninaachilia nguvu hii Bwana. Ninaachilia nguvu hii Bwana, kwa damu ya Yesu Kristo. Ndio, ninaachilia hiyo nguvu ndani yake. Ninaachilia hiyo nguvu ndani yake, kwa damu ya Yesu Kristo. Ndani ya moyo huu Bwana, ndani ya moyo Bwana, utawale mwenyewe, utawale mwenyewe kwa damu ya Yesu Kristo. Inaiondoa hiyo huzuni sasa, inaondoa hiyo huzuni sasa. Hiyo huzuni imwachie, huzuni hiyo imwachie kwa damu ya Yesu Kristo. Huzuni hiyo imwachie. Ndio, ninaamuru haya, roho ya huzuni inakuapisha. Ondoka kwenye moyo wake, ninakuapisha. Ondoka kwenye moyo wake, ninakuapisha. Ondoka kwenye moyo wake, ninakuapisha. Ondoka sasa hivi kwenye moyo, kwa damu ya Yesu Kristo. Ndio, akawe na amani, akawe na furaha tangu sasa, katika jina la Yesu. Mungu amelisikia katika jina la Yesu Kristo. Mungu amelisikia ombi lako.
kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Mungu amelisikia ombi lako, Mungu amelisikia ombi lako. Ndio, huzuni iondoke sasa kwa jina la Yesu. Ndio, hiyo huzuni kuachie kwa jina la Yesu, huzuni ikuachie. Inaapisha inaapisha roho ya huzuni, achia, achia, achia maisha yake, achia maisha yake saa hii kwa damu ya Yesu Kristo. Ndio, kwa jina la Yesu Kristo, Roho Mtakatifu, kwa jina la Yesu Kristo. Ndio, Roho Mtakatifu ingia ndani yake, ingia ndani yake, ingia ndani yake, kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo anasema hiyo huzuni kuachie sasa, ikuachie sasa, ikuachie sasa kwa damu ya Yesu Kristo anasema, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu. Rapa koria matoya, Mungu uliye hai, kwa damu ya Yesu Kristo. Rapa koria matoya, ewe roho ya huzuni, rapa koria matoya, ewe roho ya huzuni, roho ya huzuni, roho ya huzuni, roho ya huzuni, kwa damu ya Yesu achia maisha. Aya, ondoka, ondoka, achia maisha yake sasa, achia maisha yake sasa. Umemfunga kwa njia ya uchungu, unaingia ndani yake kwa damu ya Yesu Kristo. Aya, achia, achia sasa, achia sasa, achia sasa kwa damu. Achia, 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 inaachilia nguvu ya Mungu, 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 nguvu ya Mungu ndani yake, nguvu ya Mungu ndani kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Achia sasa, ndio, kwa damu ya Yesu Kristo. Nguvu ya Mungu ipite sasa, nguvu ya Mungu ipite sasa katika jina la Yesu Kristo. Ninaamuru nguvu ya Mungu ingie ndani yako, 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 nguvu ya Mungu ingie ndani yako. Ndio, 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 huo moyo Bwana autawale sasa, Bwana autawale sasa, Bwana autawale sasa, Bwana autawale sasa, Bwana autawale sasa. Sikia ewe huzuni, ninakufunga sasa katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, akawe mzima na akawe na amani katika jina la Yesu. Amen. Ninaamuru katika jina la Yesu Kristo, Bwana alitazame teso lako, Bwana alitazame teso lako kwa damu ya Yesu Kristo. Bwana alitazame teso lako, Bwana alitazame teso lako katika jina la Yesu Kristo. Ndio, hilo teso Bwana alitazame, na Bwana akufungue na akusaidie. Roho ya huzuni kuondoka kwa damu ya Yesu. Kristo anasema, roho ya huzuni ondoka kwa jina la Yesu. Roho ya huzuni ondoka kwa jina la Yesu. Roho ya huzuni ondoka, roho ya huzuni ondoka, roho ya huzuni ondoka kwa damu ya Yesu. Roho ya huzuni ondoka, achia maisha yake sasa, achia maisha yake. Ninakuapisha moja, ninakuapisha pili, ninakuapisha tatu kwa jina la Yesu. Achia, achia huo moyo, achia sasa kwa damu, achia sasa, achia sasa, achia sasa, achia sasa, achia sasa, inakuapisha. Achia moyo wake sasa hivi, achia. Ndio, ninaamuru nguvu za Mungu zingie ndani yako na ninakuapisha. Achia maisha yako kwa damu ya Yesu Kristo, akawe mzima kwa damu ya Yesu Kristo. Ninaachilia nguvu za Mungu ndani yako, zikukomboe, zikusaidie, 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 zikusaidie kwa damu ya Yesu Kristo. Ndio, ninaachilia nguvu za Mungu. Wadada mliopo huko, njoo msaidie huyu kwa damu ya Yesu Kristo. Ninaamuru nguvu za Mungu zingie ndani. Achia maisha yake, achia huo moyo sasa hivi, achia sasa hivi kwa damu ya Yesu Kristo. Nazareti, ninamkomboa, ninamkomboa, ninamkomboa kwa damu ya Yesu. Ninamkomboa, ninamkomboa sasa hivi, ninamkomboa sasa hivi kwa damu ya Yesu Kristo. Ndio, nguvu za Mungu zipite, 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 nguvu za Mungu zipite kwa damu ya Yesu Kristo anasema. Ninaamuru kwa damu ya Yesu Kristo, ewe mtaabishaji uliyetaabisha maisha yake kwa muda mrefu, sasa ninakuteketeza kwa damu ya Yesu Kristo. Moja, achia maisha yake. Mbili, achia maisha yake. Tatu, kwa jina la Yesu achia maisha yake. Ninakuteketeza, ninakuteketeza, ninakuteketeza. Ndio, ninakuteketeza kwa damu ya Yesu Kristo. Nguvu za Mungu ziingie ndani ya mwili na ziharibu kila uharibifu kwa damu ya Yesu Kristo anasetelaye. Usipigane,
vitani ya Bwana, kipigana na tulia, kitulia na pigana, usipigane, usipigane. Vitani ya Bwana, kipigana na tulia, kitulia na pigana, usipigane, usipigane. Vitani ya Bwana, kipigana na tulia, kitulia na pigana. Hata kutarajia ushindi kwa nguvu zako mwenyewe. Vitani ya Bwana, usipigane maana utaweza. Kuna yale ya wewe kufanya, kuna yale ya Mungu kufanya, simsaidie maana ya kwake wewe hautaweza. Usipigane